Tunaelekea kwenye dabi ya Kariakoo ambayo itachezwa Zanzibar tarehe 1 mwezi wa 3. Tukiangalia zile mechi ambazo tayari zimeshachezwa na timu zote mbili, mechi iliyochezwa na Simba na Yanga zote, unaonaje matayarisho ambayo timu zote zimefanya kwa ajili ya mechi ya dabi? Mimi naona matayarisho yako vizuri, na ukifanya reflection ya mechi ambazo zimechezwa, tukianza na Yanga ambayo alikuwa away alicheza na Namungo na alipata ushindi wa goli moja. Walicheza vizuri, japokuwa kuna baadhi ya clip zilionekana, baadhi ya shabiki wakawa wanasema sijui wakicheza hivi wakienda tele moja watafungwa. Lakini kila game ina mpango yake. Lakini inaweza ka reflect chochote, unajua. Shabiki lazima tuwe na hofu fulani. Of course, yeah. Lakini sasa wanaojua vizuri ni mwalimu pamoja na wachezaji, kwa sababu wenyewe ndo wanaingia vyombo vya kubadilishia nguo na wao wana mazungumzo yao. Kwa hiyo ile mechi kuna namna ambavyo waamua kuiendea. Na wanapoelekea kwenye dabi lazima wacheze kwa umakini ili wasipate injury yoyote. Kwa hiyo kinachokuwa kinatakiwa ni kushinda, then mnalinda ambacho mnakipata kuelekea mechi kubwa. Japokuwa inatakiwa kwanza ushinde mechi unayokuwa unacheza kabla hujaangalia mechi inayofuata. Lakini wote nafikiri akili zao zinawaza hiyo mechi kubwa. Pale itaamua matokeo makubwa, kwa sababu Simba akimshinda Yanga sio anakuwa anaongoza. Akishinda leo, of course mechi kubwa ni mechi kubwa, lakini ndio maana wao wanajengwa wachezaji mentality kwamba lazima umalize kwanza mechi ile mbele yako kabla hujafikiria. Japokuwa sasa dabi always inakuwa inatengeneza pressure kwa wachezaji hata kabla hamjaifikia. Kwa hiyo ulikuwa unazungumzia kwenye performance iliyoonekana, japokuwa walipata goli la set play ambalo ilikuwa ni la penalty. Kwa hiyo ina maana wasingepata penalty wangekuwa draw. Huwezi jua. Inatoa mashaka. Kama wangekuwa hawajapata lile goli, huenda wangetafuta kwenye open play. Lakini kwa sababu baada ya kulipata lile wakaona tumepata hilo goli, tulinde. Kwa hiyo hizo zote ni strategy ambazo kocha anaweza kaamua kama bwana sasa hivi tutunze energy, tumeshapata goli na tuko away. Kwa hiyo wanabadilisha namna ya uchezaji. Exactly. Kwa hiyo haiwezi katoa kwamba kwa sababu walipata kwa penalty wasingepata ile penalty ingekuwa draw. Hapana, mimi najua wangetafuta ushindi kwa namna nyingine kwenye open play. Na vipi upande wa Simba? Simba pia alicheza vizuri na walipata matokeo ya goli 2. Na sasa hivi Simba tunaona ana mwendelezo mzuri. Ana mwendelezo mzuri sana. Baada ya maingizo mapya. Yaani usajili umelipa sana. Kwa upande wa Simba kwa kweli. Wote hawakupata magoli kwenye open play. Simba naye alipata moja la penalty, lakini lingine ilikuwa ni foul. Unaelewa, hawakupatikana kwenye zile open play tunasema. Ndio. Kwa hiyo ule ushindi kwa Simba pia unaongeza confidence kwa wachezaji, lakini pia inarudisha morale kwa mashabiki. Tetesi za chini zinazoongelewa ni kwamba Simba anaweza akachukua hii dabi kwa sababu dirisha hili alopana usajili hapa, hata ukiangalia zile mechi kubwa walizocheza za kimataifa. Zile mechi za mwisho kafanya vizuri sana, hajapoteza. Yaani ame draw na kushinda. Yaani tukiangalia hapo watu wanasema kwa kweli tetesi za chini dabi anaweza akachukua. Dabi huwa ni dabi. Japokuwa kwa sasa hivi inaongeza confidence kuelekea dabi kwa Simba kutokana na performance ambayo ameonyesha. Lakini ukiangalia kwenye dabi ambazo zimepita, Yanga ndo anarudi. Amemfunga Simba mara nyingi. Sasa hii na labda ni kuchagiza tu. Inawezekana na pia kuchagiza na kwa mashabiki pia kuongeza confidence na timu yao ili waende kushangilia. Lakini derby always ukiangalia Simba Yanga hata ukienda kwenye historia mara nyingi huwa ni ngumu sana kutabirika, japokuwa timu ikiwa inafanya vizuri recently inakuwa inaingia na confidence hali ya juu, hata mashabiki wanakuwa wengi wa timu wana uhakika kutokana na performance ya timu yao iliyopita. Umeona? Na vipi na mechi za leo ambazo watacheza Yanga pamoja na JKT KMC, lakini Simba atacheza na Dodoma Jiji Jamhuri? Unaonaje kwanza hizo timu zote mbili? Tukianza kwanza na JKT pamoja na Yanga. JKT yuko vizuri, anaongoza ligi, lakini Yanga pia ni wa pili kwenye ligi. Itakuwaje unaona? Kwanza michezo yote ni migumu. Ukianza na JKT anaongoza ligi, lakini pia JKT amekuwa na performance nzuri. Yaani wamekuwa na muendelezo wa matokeo mazuri. Yaani ya kufungwa kwao imekuwa ni nadra sana. Wasipopata point 3 watapata draw. Na ni wagumu wale? Ni wagumu. Lakini sasa ukiangalia kwenye
historia ni kama JKT kwa Yanga huwa hana matokeo mazuri sana, japokuwa anaweza kufanya draw. Lakini kwa sasa hivi naweza nikawapa nafasi Yanga kutokana na kikosi walichonacho na wachezaji walionao, wanaweza kupata matokeo, japokuwa haitakuwa mechi rahisi kwa sababu JKT pia nayo inacheza mpira, ina flow nzuri wachezaji. Lakini kwa tetesi hapa za hivi karibuni tumesikia Pacome ni majeruhi. Tulimuona aliumia kwenye ligi ya mabingwa Unaona anaanza kushiriki mechi leo. Sasa sisi inawezekana madaktari ndo wakawa na ripoti nzuri. Kwa sababu nilimsikia msemaji Alikamwe akisema bado, lakini pia alisema ripoti ya Mzize alisema bado, na tukuona kwenye mechi iliyopita dhidi ya Namungo. Kwa hiyo sasa leo tutaangalia watakuwepo au hawatakuwepo, na hiyo pia inaweza kawa inawapa haueni watu wa Simba wasipoamua. Lakini Simba na wenyewe wana mchezaji wao wamesha amejiziwa. Hizo tunazisikia mitandaoni. Ndio ni tetesi za hapa na pale. Hatujaona information official kutoka kwa timu. Lakini pia kuelekea mechi ya leo Simba ambapo anacheza na Dodoma Jiji. Dodoma Jiji nao sasa hivi na Dodoma yuko nyumbani. Dodoma yuko nyumbani na ule uwanja amezoea, japokuwa hizi timu kubwa hata kama ziko mikoani zinakuwa kama tu ziko nyumbani. Tunaona mechi iliyopita Simba alicheza na Tanzania Prison, lakini uwanja ulikuwa umejaa watu ambao wamevaa jezi ya white na red. Kwa hiyo Simba bado ana support japokuwa yuko away, lakini kwa performance ambayo alionyesha dhidi ya Tanzania Prison, I'm sure inaweza copy na paste kuelekea game ya leo, japokuwa tunategemea inaweza kuwa na rotation ya baadhi ya wachezaji, kwa sababu tumeona kocha wao anakuwa anafanya sana rotation kupumzisha baadhi ya wachezaji kuelekea mchezo mkubwa ambao wanautegemea. Lakini itakuwa game nzuri kwa sababu sasa hivi Dodoma anafanya vizuri, Simba naye anafanya vizuri, lakini bado kwenye makaratasi unaweza kumpa Simba. Unaionaje dabi ya Kariakoo ya tarehe 1? Dabi itakuwa nzuri. Hii dabi itakuwa nzuri na kiukweli mashabiki wa Yanga wana confidence kwa sababu wamemfunga Simba mara nyingi. Mashabiki wa Simba sasa hivi wana confidence kutokana na current performance ya Simba wanayoonyesha sasa na usajili pia. Na usajili ambao umefanya, tumeona maingizo mapya ambayo ameingia, amekuja ametoa kitu kwenye kikosi. Kwa hiyo unaona kila timu itapata goli. Kwa hiyo inawezekana, lakini dabi mara nyingi kuitabiri kwa sasa hivi labda tueleze na ashinde. Tueleze tu current performance ya wachezaji sasa hivi. Kila timu inafanya vizuri, lakini inaweza kufika kwenye dabi huwa inakuwa na mambo mengi. Kuna kupindua meza. Mpira hii lolote linaweza likatokea. Lolote kwa kweli. Matokeo ya sare yanamwaffect Simba na ni faida sana kwa Yanga. Exactly, kwa sababu tayari Simba ameshaonja matokeo yote. Akishafungwa, kishatoa draw na ameshinda. Hiyo inaweza kawa ni advantage kwa Simba. Simba wamekula kila rangi. Yaani wameshakutana na ngumi za kila rangi. Lakini kwa Yanga in case kama wakatoa draw na Simba wanakuwa na advantage. Kwa sasa hivi tu kila mtu akishinda mechi zake still Yanga ana advantage kwa sababu ana ready. Kwa akipata tena point hata moja, maana yake ana gap tunazidi kuongezeka. Kwa hiyo ili Simba ongeze pressure kwa Yanga, inatakiwa ashinde hiyo game. Ashinde ili hata kila mtu akishinda mechi zake atakuwa bado atakuwa kwa kweli. Asante kwa muda.